amefanya kazi maisha yake yote, anaamka asubuhi, mjengo anarudi, bodaboda anarudi, hakuna pesa. Huyu mzee akigonjeka anaenda hospitali. Kufika hospitali, bei ya dawa iko wapi? Bei ya dawa iko wapi? Bei ya matibabu iko wapi? Kisha mzee anafariki kule hospitali kwa sababu angeweza kuwa hata na shilingi 500 ya kufanya X-ray peke yake. Sasa nyinyi Wakenya, wacha niwaulize Wakenya wenzangu, siku ya leo naongelesha si kama kiongozi wenyu, bali kama mmoja wenyu. Nataka niwaulize, je, hiyo ndio maisha yenye mnataka muishi? Hiyo ndio maisha yenye mnataka muishi? Hivyo ndio mnataka muendelee? Kwa hivyo tunasema haki ya Mwanakenya, haki ya mwananchi. Hiyo haki mara mingi haiji yakiulizwa. Hiyo haki haibembelezwi. Hiyo haki inadaiwa. Lazima udai haki yako, na siku ya leo tunadai haki yetu. Siku ya leo tunadai haki yetu, na tunadai haki ya ajira. Tuliambiwa ya kwamba kutakuwa na kazi 1 million every year. Kijana uko na kazi? Mama uko na kazi? Mzee uko na kazi? Jamani, hii ni ungwana. Siku ya leo tunadai huduma bora ya kiafya. Siku ya leo tunadai elimu bora, sio bora elimu. Ukiangalia vyuo vikuu, held by Tokyo time, ukiangalia vyuo vikuu kuna shida, kuna new funding model. Hii funding system imemaliza wazazi. Ati kijana anaambiwa ya kwamba lazima uwe na pesa ndio upate elimu. Wacheni niwaulize, wewe kama kijana ambaye uko hapa, umewekwa kwa funding system, unaambiwa hiyo funding unalipa 50,000, 100,000, 300,000 kama ni medical courses. Wewe kama kijana umefika 18 years, uko na pesa? Uko na pesa? Na mzazi wako yeye mwenyewe ukishafika 18 years, sasa hakuna parental responsibility, wewe ni adult, si kweli? Alafu serikali in its wisdom or lack of the same wanafikiria huyo kijana anaweza jilipia school fee. Tunataka hii serikali iende wapi? Hii serikali iende wapi? Na mwananchi ende wapi? Tunataka 2027 wangapi wanapeleka Kasongo nyumbani, nione kwa mkono.